Siasa si uadui. Imefika certain point hawa majamaa wanaenda kuanza kuomba Rigathi Gachagua msamaha. Because for example, kiangalia huyu Jack Wamboka, member of parliament from Bungoma County. Ile wakati wa mbolea gushi. Unaona hiyo mbolea, hiyo wakati huyu Linturi alikuwa Minister of Agriculture. And the blames ziliendea huyu jamaa without knowing that William Ruto ndio huwa anatoa commands wakati ambapo mbolea inafika. Na ile mbolea ilikuwa inakuja ikiwa original. Baada ikifika pale, Rais William Ruto alikuwa na order hiyo mbolea na kina Felix Kosgei. Kufanya nini? Kuchanganya hiyo mbolea, na wakati ambapo Bureau of Standard walikuwa wanaenda confirm hii mbolea fake. Then wanarejesha maneno kwa Minister of Agriculture. After that, huyu jamaa kiripoti kwa William Ruto, then William Ruto anasema ya kwamba achana na hiyo mbolea, ifanye nini? Iende wa Kenya na unyamazi hiyo story. Naona watu wangu. So guys, kabla usikize and show me like, na nasema thanks kwa hiyo like yako. Hii ndio speech ya Jack Wamboka wakati ambapo alikuwa anapiga Linturi kwa parliament, wapi, kwa mikutano, kila mahali, and Rais William Ruto alikuwa amenyamaza. Na yeye ndo kila kitu alikuwa ana plani mambo ya fake fertilizer. Unaona watu wangu, sikiza. Hii ni mbolea. Hii imenunuliwa kwa National Cereals and Produce Board, shirika la kiserikali. Hii ni mbolea. Hii. Sasa Mithika Linturi na Rais Ruto kama wangekuwa wanajiheshimu, leo hii Mithika angekuwa nyumbani yesterday. Na ndio maana mimi nimeleta mswada bungeni na malizia tu jikoni ya kuimpeach Mithika Linturi kama waziri wa agriculture. Na hao bunge mnaona hapa wameweka sahihi. Mithika afanye nini? Haende nyumbani. Sasa tofauti yangu na Mithika Linturi ni hii. Wakati Mithika Linturi alikuwa mbunge, akataka kuweka censure motion kwa yule gavana wa Kirinyaga akiwa waziri. Anaitwa nani? Anne Waiguru. Yeye alitafuta sahihi, akapeleka bunge, lakini wakati wa kura kufika, Mithika Linturi wakamnunua, akaenda Naivasha. Tofauti yake na mimi ni kwamba mimi ni mwanaume kamili. Nikisema nimeweka mswada mpaka kwa floor ya bunge. Sasa leo hii nawahakikishia, ngojeni, kueni tayari. Mithika Linturi tunapeleka bunge, tunaenda kumfukuza. Tunataka kusaidia Rais Ruto kwa sababu umeshindwa. Huyu mtu alikuwa kwa akalete sukari gushi, ukamwacha. Sasa saa hii mbolea anaangamiza. We are a farming nation. Hapa Bungoma sisi tunategemea farming. Tuko na miwa, tuko na mahindi. Wewe wakati unaleta mbolea gushi, unataka watu wetu wafanyaje? Unaangamiza kizazi chote. Ushuru kwa maneno ya miwa, farm produce, sisi tunasema tawe. Tunasema tawe. Na mimi sasa niko katika mikakati ya kuweka kikosi ya kukabiliana na wale watu ya KRA wanatembea kuchukua hiyo ushuru. Mkiwaona tu mahali, simu, mimi kikosi imefika. Hiyo maneno muende Sugoi, mfanyie Sugoi. Sisi hatutaki maneno kama hiyo. Watu wetu wameumia. Mheshimiwa Ruto, you have overtaxed Kenyans. Wameumia na wameumia na wameumia. Na mimi nataka kuomba wale viongozi wenzangu, wale wabunge ambao wanalete kila kitu Ruto akilete bungeni wanapitisha. Sasa chuma chenyu kimotoni. Hata wengine wako huko kwa dada yangu wa Mshomba. Unakumbuka wakilete hiyo tunasema no, hao wanasema yes. Sasa wakati KRA imeingia huko kwa mambo ya avocado, wanaanza kulia ati wanataka kuja kubadilisha sheria. Wakati sisi tulipiga no, mlikuwa wapi? Mlikuwa mnafuata Ruto, mkipiga yes, mkisema tuko serikali. Sasa hiyo bwana Ruto, sisi pana tambua hiyo. Hiyo peleka kwako. Kama unataka kuendelea kuchukua ushuru, peleka huko kwako. Hapa kwetu hapana. 1 minute. Either you reply or you take your seat. Honorable Speaker, I want to implore to this house again, once again, honorable members,
we are people's representatives. We were voted by farmers who cannot even afford a meal, honorable members. Honorable Speaker, my heart goes to those women in the villages who are watching us now on TV, who went to buy fertilizer and turned out to be fertilizer gushi. Honorable members, kindly, it is not about Kenya Kwanza, it is not about Azimio. It is a moral question. We are not targeting the Meru community, honorable members. Members, you would understand this is not the first scandal that has fallen at the feet of this minister. We had wrong sugar. Honorable Speaker, we had contaminated sugar released for public consumption, for crying out loud. For how long do you want the members of the public to suffer so that as a house we act? Mithika is a minister. They went and imported sugar that was contaminated, that was not good, that was not fit for human consumption. It went to the people. Cancer cases are now very high. There is a close relationship between cancer and contaminated sugar, edible oil. For when are we going to stand for our people? Honorable members, I beseech you as your colleague, that let's listen to the suffering of the Kenyan people, of the Kenyan Wamboi, of the Kenyan Wanjeku, who cannot be here to speak. Please, for once, let's listen to them. It is not about parties. It is not, and I insist, it is not. Now, Honorable Speaker, a lot of people were reluctant to append their signatures because members of this House have used that opportunity to go and collect bribes from people. Order, Honorable Wamboka. You are out of order. I withdraw, Honorable Member. You are totally out of order. I withdraw. On that, I withdraw and apologize. Order. Order, Honorable Members. Order. Order. Honorable Wamboka. Order, Honorable Members. Order, Sirma. Don't get carried away. Order. Don't get carried away and cast aspersions against your colleagues. Just stick to your motion. I withdraw, honorable members. Withdraw and apologize.